ndani yake huda linasi, ili watu waweze kupata kuongoka. Leo tutaendelea pale tulipoachilia jana. Jana tulizungumzia maudhui juu ya umauti na maandalizi ya siku ya Kiyama, na tukazungumzia shairi na vile vile tukagusia tukapata faida ya kwamba inapasa tujiandae na umauti na vile vile inapasa tujiandae na siku ya Kiyama. Leo nitaendelea pale nilipoachia jana. Ayuha al-ikhwatul mu'minun, yani ndugu zangu waumini, fi kalimati alladhi yasha nuru nubuwa, katika maneno ambayo yanaangaza nuru ya utume. Yaqulu Rasulullah li sahibi Abu Dharr al-Ghifari radhiyallahu anhu, anasema mtume kumwambia sahaba wake, alimwambia sahaba huyu lakini kwa niaba ya Waislamu wote, anamwambia ya Abu Dharr, ewe sahaba wangu Abu Dharr, jaddid safina, ifanye mpya safina yako, ifanye madhubuti, yani safina yako. Safina iliyokusudiwa hapa ni matendo. Ina maana mtu ikiwa alifanya maovu na kufanya ameamua arudi kwa Mwenyezi Mungu, basi ni wajibu yale matendo yake ayatakase na arudi kwa Mwenyezi Mungu. Fa innal bahra alhamikun, hakika hiyo bahari ambayo tunakwenda ni ndefu, si bahari ambayo tumeizoea ni hapa na pale. Hiyo bahari tunaokwenda, ina maana maisha yajayo yatakuwa ni maisha ya milele na milele. Ndio mtume akamwambia sahaba huyu kwa niaba ya Waislamu wote, jaddidi safina, yafanye mapya matendo yako. Fa innal bahra alhamikun, hakika bahari tunaokwenda ni ndefu. Wa aktiru minazadin, fanya wingi wa kupeana zawadi. Kile ambacho Mungu amekupatia, amekuwezesha nacho, jaribu pia kutoa kwa wenzako. Fa inna safaru tawilu, hakika hiyo safari ambayo tunakwenda ni safari ndefu, si safari ambayo ni hapa na pale. Bimaana maisha yanayokuja ni maisha ya milele na milele, na katika maisha hayo yanapaswa yawe na maandalizi kabla hujafika huko. Na maandalizi yenyewe ni haya: ikiwa mja ameamua kurudi kwa Mwenyezi Mungu, arudi mzima mzima kama tulivyosema jana. Utakapokuwa umeamua kufanya tauba ya kikweli, basi ni ufanye taubatan nasuha, toba ambayo kwa kwamba Mwenyezi Mungu anakusamehe na hutorudia tena. Na vile vile utakapoamua kuingia katika Uislamu, ni ufuate vile unavyotakikana. Ndio hapa mtume akamwambia sahaba huyu kwa niaba ya Waislamu wote, matendo uliyoyafanya huko nyuma uachane nayo na urudi kwa Mwenyezi Mungu. Na tunaambiwa safari hii tunaokwenda katika hiyo siku ya Kiyama, mama atakuwa anakimbia, bi maana likipulizwa ile baragumu watu watakuwa wanakimbiana. Katika kule kukimbiana, mama atamnasa mwanawe, ghafla atamuona, yani atagongana naye tu. Sasa yule mama akimwona mwanawe siku hiyo atamwambia, mwanangu, leo hii unanikimbia. Kisha atamkumbusha mema ambao alimfanyia katika dunia hii. Atamwambia, laqad kanat lakum batnun wi'an, mwanangu, leo unanikimbia hali ya kuwa mimi nilikubeba katika tumbo langu miezi 9. Nilikuwa nikipata tabu, nilikuwa nikitapikiana, nilikuwa sina nguvu. Leo hii wewe unanikimbia. Wasaddi laka siqaan, na vile vile chuchu zangu zilikuwa ndicho kinywaji chako na kunywa maziwa pale. Wahijri laka witaan, na mapaja yangu vile vile yalikuwa ndicho kitanda chako. Haja zako zote wanafanyia pale ulipokuwa mchanga. Leo hii unanikimbia. Kisha mama baada ya kumkumbusha neema zote mwanawe siku hiyo atamwambia, fa halaka min hasanatin, na kuomba mwanangu, leo hii unipe angalau jema moja tu, jema ambalo yaudu wa khairu al-yawma, litalipa hayo ambayo nilikufanyia huko duniani. Siku hiyo mtoto atamjibu mama, atamwambia, ya ummau, samahani kwa hilo mama yangu,
innani ashku mimma minhum tashkina, mimi pia nashtaki hilo ulilonambia. Maana Mwenyezi Mungu anasema ni yauma yafiru almar'u min akhihi, ni siku ambayo mtu atamkimbia ndugu yake, wa ummihi, na vile vile atamkimbia mamake, wa abihi, na vile vile atamkimbia pia babake. Kwa sababu gani? Likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nu yughnihi, kila mmoja ana mambo yake mwenyewe au ana jambo lake ambalo alilifanya. Ndio pale hadithi hii inapoendelea, Mtume akamhimiza swahaba wake kwa niaba ya Waislamu wote, wa akhlisul amala, na uyatakase matendo yako. Ikiwa umeamua kufanya jambo, hiyo umemfanya kwa sababu ya Mwenyezi Mungu, si ufanye jambo kwa sababu nafanya ili nionekane, au na swali ili nionekane na swali, au natoa zaka ili nionekane natoa zaka. Hapa utakuwa unaenda vibaya na utakuwa haupati kitu kwa Mwenyezi Mungu. Ndio pale Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia maswahaba wake, in akhafu fama akhafu ala ummati ashirki al-asghar, jambo kubwa ambalo ninaloliogopea zaidi katika umati wangu ni ile shirki ndogo. Shirki ndogo, maswahaba walipomuuliza Mtume ni nini, Mtume akasema aria, ina maana mtu kufanya kitu ili asikike au aonekane, basi huyu atakuwa ameshirikisha kwa Mwenyezi Mungu, na hii atakuwa hapati kitu chochote. Ndio pale wa akhlisul amala, uyatakase matendo yako, fa inna nahidul basiru, hakika yule mwenye kuangalia matendo ya mja wake, na maana ni Mwenyezi Mungu, yeye ndiye anaona na yeye ndiye anayejua. Ndio pale akasema katika Qur'an, ya'lamu kha'inatul uyuni wa ma tukhfi sudur, Mwenyezi Mungu anayajua yale ambayo mmeyaficha vifuani mwenu, na anajua yale ambayo mnadhihirisha. Kwa hiyo hadithi hii, waqafiful himla, na yatakase matendo yako, fa innal aqabatan aqal ta'ud, hakika kile kizingiti ambacho utakwenda utakiruka ni kizingiti ambacho ni kirefu. Basi inapaswa ikiwa mtu ameamua kurudi kwa Mwenyezi Mungu, arudi kisawasawa. Na katika maneno haya sio maneno yangu, ina maana hadhi kalimatun, haya ni maneno balighatun, maneno ambayo yamekusanya balagha, mujizatun, ni maneno ambayo yana miujiza, mushrifatun, vile vile ni maneno yenye kuleta mwangaza, li'annahu min kalami sayyidil bulagha'i wa sayyidil uqula'i. Haya ni maneno ya bwana wetu Mtume, na yeye ndiye bwana ambaye ana akili zaidi kuliko mitume yote. Ismauha, yani Mungu amempatia elimu kuliko mitume yote na subra, basi asikilizeni. Mada kala nabiyuna Muhammad wa imamu al-mursalina, amesema nini mtume wetu Muhammad, na vile vile yeye ni kiongozi wa mitume. Mtume amesema, ad-dunya daru man la dara lahu, dunia, hakika hii dunia ni nyumba kwa yule ambaye hana nyumba huko akhera. Mtu yule ni yule ambaye ya'lamuna dhahiratun min alhayati dunya, yeye macho yake na hamu yake zimeshika katika hamu za hapa duniani, lakini watu hawa Mwenyezi Mungu anasema wa hum an akhiratuhumul ghafilun, watu hawa wanaopenda starehe za dunia, basi akhera watakuwa ni wenye kughafilika. Kwa hiyo huu ni mwezi wa tauba, na ni mwezi vile vile wa kufanya istighfar, ni mwezi wa kufanya mambo mazuri. Ikiwa mtu ameamua kurudi kwa Mwenyezi Mungu, arudi kisawasawa, na Mwenyezi Mungu ni msamehevu na ni mwenye kusamehe. Basi kwa haya machache, inshallah, Mungu akitupa taufiki, kesho tutaendelea katika hadithi hii ya kuwa inasema dunia ni nyumba kwa yule ambaye hana nyumba huko akhera, na ni mali kwa yule ambaye hana mali huko akhera. Inshallah kesho tutaeleza na tutaendelea, Allah akitupatia taufiki. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.